nikuabudu Bwana. Nainua mikono yangu nikuabudu Bwana. Nainua mikono yangu nikuabudu Bwana. Nainua Yesu, nainua mikono yangu nikuabudu Bwana. We worship you, God. We honor you this morning. We exalt you, God. Nainua mikono yangu nikuabudu Bwana. Nainua mikono yangu nikuabudu Bwana. Nainua mikono yangu nikuabudu Bwana. Nainua Yesu, nikuabudu Bwana. Nainua mikono
kwamba Mfalme umejawa na wingi wa rehema katika maisha yangu, umejawa na wingi wa rehema Mfalme katika jamii yangu, umejawa na wingi wa rehema katika kanisa lako. Tunakutukuza asubuhi ya leo Mfalme, ninakuinua Baba yangu, ninakupa sifa kwa Bwana, ninakuabudu ninakuinua mikono yangu Mfalme, ninakuabudu ninakutukuza maana unaweza maana kuna mwingine kama wewe Bwana, Baba umejawa na wingi wa rehema Baba, Kama sio wewe Yesu, wewe ni mfalme wa ajabu. Nimekuwa wapi? Wewe ni mtakatifu. Wewe Yahweh, ninapokumbuka mambo ambayo mtakatifu ametenda katika mioyo yetu, ninapokumbuka Mfalme, wewe ni Mungu, uwezo wako unatawala Mfalme, ninapokumbuka Jehova yako wewe ni Mungu ambao ulitoa wana wa Israeli Mfalme, ukawachukua mahali ambapo panastahili mtakatifu, ninapotukuza asubuhi ya leo Mfalme, ninakuinua maana unatosha Mfalme. Hakika wewe ni Baba ambao unaweza, hakika wewe ni Mfalme wa wafalme, hakuna mwingine kama wewe Bwana wetu, hakuna nitakayeabudu asubuhi ya leo Mfalme. Unatosha Bwana, unatosha mtakatifu, unatosha Jehova, unatosha Mfalme wa wafalme, unastahili asubuhi ya leo Mfalme. Wewe ni mtakatifu, unatosha Bwana. Nena jambo mbele za mtakatifu. Hakika wewe umeinuliwa asubuhi ya leo Mfalme, umetukuzwa asubuhi ya leo Baba. Mapenzi yako ni makuu Mfalme, upendo wako ni wa ajabu Bwana, upendo wako unadumu milele Mfalme. Hakika wewe ni Mungu ambao unastahili kuabudiwa asubuhi ya leo Yesu, unastahili kutukuzwa asubuhi ya leo Mfalme. Umesema katika neno lako Baba, wewe ni mtakatifu, wewe ni mwaminifu, wewe ni simba wa Yuda, wewe ni mwamba usiotingisika Baba, wewe ni mwamba
mwamba wetu asubuhi ya leo. Wewe ni simba wa Yuda asubuhi ya leo Baba. Wewe ni mwamba wetu asubuhi ya leo Mfalme. Tunakutukuza Ebeneza, tunakutukuza usiyeshindwa Baba, usiyebadilika. Tunakuinua asubuhi ya leo Jehova, wewe ambao umetamalaki asubuhi ya leo Baba. Nani kama wewe Mfalme? Nani kama wewe Baba yetu? Makerubi na masherafi Baba wanakuabudu, wanainama mbele zako Jehova. Wase 24 Baba wanaliabudu jina lako Mfalme, wakinama wakinuka Baba, wakisema mtakatifu, mtakatifu unastahili, mtakatifu, mtakatifu unaweza, mtakatifu, mtakatifu unaweza, mtakatifu, mtakatifu wewe ni Mungu. Nasi leo tuko mbele zako Baba, tunainama, tunainuka Baba, tunainama, tunainuka Mwokozi, tukisema unaweza Baba. Tunainama tukiinuka Baba, tukisema mtakatifu ni wewe Baba. Tunainama tukiinuka Mwokozi, tukisema mtakatifu unastahili. Tunainama tukiinuka Baba, tukisema mtakatifu ni wewe tu. Ni wewe tu, ni wewe tu Baba. Ni wewe tu, ni wewe tu Mfalme. Ni wewe tu, ni wewe tu Jehova. Ni wewe tu, ni wewe tu mshindi wa washindi. Wewe ambao ulisindia Daudi Baba, hakika wewe ni Ebeneza Mfalme. Wewe ambao ulisindia Sadraka, Meshaki na Abednego Baba, wakasema ya kwamba tutaabudu miungu mingine Mfalme, tutaabudu Baba yetu. Nasi leo tuko madhabahuni pako Baba, tunasema tuabudu miungu mingine Mfalme. Tunakuabudu wewe peke yako, tunakuabudu Mungu unayeweza, tunakuabudu Mungu unayestahili Mfalme. Unatosha Mwokozi, unatosha mtakatifu. Hakuna mwingine kama wewe Baba, hakuna mwingine kama wewe Baba. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, na utabaki kuwa Mungu siku zote, na utabaki kuwa Mungu nyakati zote, utabaki kuwa Mungu majira yote Mfalme. Jehova, 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 Jehova mtakatifu, utukufu wako utoshe Baba, utukufu wako utoshe asubuhi ya leo Baba. Jehova, ulisindia Hana mtakatifu, alipoinama mbele zako Jehova, Hana alipoinama mbele zako Mfalme, akailia mbele zako Mfalme, ulimtendea ajabu Baba, ulimtendea mtakatifu, ulimtendea Baba yetu. Nasi leo tuko mbele zako Baba, utende mapenzi yako Mfalme, ukatende mapenzi yako Jehova, ukatende mapenzi yako Jehova. Unatosha Baba. Umesema katika kitabu chako Baba kuhusu mtumishi wako Musa Baba, Aroni walipomsengenya vibaya Baba. Oh Jehova, 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 unatosha Baba. Umesema ya kwamba Baba unanena na watumishi wako Baba uso kwa uso Jehova, ukatamka jambo mbele ya Aroni Mfalme, sister yake mtakatifu. Elisadai, Elisadai, Elisadai. Mungu wetu, Mungu wetu, Baba yetu, usituache tukasahau Baba, usituache Mfalme tukasahau mapenzi yako Baba. Wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu Jehova, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu Yawe. Mapenzi yako yanadumu milele Baba. Haleluya, haleluya. Ninaposoma kitabu chako Mfalme kuhusu Dorika mtakatifu, ulimtumia Baba kwa njia ya kipekee Baba. Hata wakati alipokufa baba yangu, ulimkumbuka kwa maana yeye ni mtumishi wako Baba. Oh Yawe, 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 Yawe. Tarabosika, Tarabosika, Jehovah. Receive all the glory this morning, my Father. Receive all the glory this morning, my Father. We worship you, Jehovah. We worship you, Lord. We honor you this morning, Father. You are worthy to worship.
You are worthy to glorify you, Lord. You are worthy to glorify you this morning, my Father. Hakuna jina linaloshinda jina lako Mfalme. Wewe ni Mungu mkuu. Umesema ya kwamba Mfalme katika kitabu cha Kutoka, Baba, wewe ni mume wa wajane, wewe ni baba wa yatima. Baba, tunapokuabudu Mfalme na wajane wako Mfalme, tunajua ya kwamba wewe ni Mungu ambao unatenda Mfalme kwa siri mtakatifu. Unasema ya kwamba tunapoomba kwa siri Baba, unatujibu kwa wazi Baba. Ndiyo maana tunakuabudu, ndiyo maana tunakutukuza, ndiyo maana tunakuabudu, ndiyo maana tunakupa sifa Mfalme. Ndiyo maana tunasema Mfalme, hatutaabudu miungu mingine Mfalme. Ni wewe peke yako, ni wewe peke yako Mwokozi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. You are worthy, you are awesome, Lord. You are God, you are God this morning, Lord. You are worthy, you are worthy, you are worthy, you are worthy. You are worthy, you are worthy, you are worthy, Yahweh. We praise our almighty name this morning, my Father. Yahweh, be magnified this morning, Lord. Yahweh, be magnified. Yahweh, be magnified this morning, Lord. Yahweh, be magnified. Yahweh, be magnified this morning, Lord. Yahweh, be magnified. Yahweh, be magnified. Be magnified, Lord. We praise your name. We
mtakatifu, Mwokozi unatosha, Jehova unatosha, unatosha Bwana. Twakuabudu, twakuabudu Mfalme, twakuabudu Ebeneza, twakuabudu mtakatifu, twakuabudu wewe ni wa ajabu, twakuabudu wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu wewe ni Mungu unayetosha Mfalme, twakuabudu wewe ni mtakatifu, tunakuabudu wewe ni Mungu mkuu, tunakuabudu wewe ni Mungu unastahili Mfalme. Asubuhi ya leo unatosha Bwana, asubuhi ya leo unastahili Mfalme, asubuhi ya leo Jehova wewe ni mtakatifu, asubuhi ya leo Baba ninajua ya kwamba unaenda kunena mazuri, asubuhi ya leo mtakatifu najua Baba unatuinua Mfalme kutoka kiwango hadi kiwango kingine, asubuhi ya leo Mfalme najua Baba unatupa furaha Baba, asubuhi ya leo mtakatifu najua Baba walio wagonjwa siku ya leo Baba watatamka hakika wewe ni Mungu, asubuhi ya leo Baba ninajua Mfalme unaenda kutenda mambo makuu Mfalme kwa watoto wako, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu. Ndio maana ninaimba wimbo unasema Jehova nakuabudu, 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 nakuabudu Baba. Uliniumba nikuabudu, uliniumba nikuabudu, uliniumba nikuabudu, ulituumba tukuabudu, ulituumba tukuabudu Baba. Uliniumba nikuabudu, uliniumba nikuabudu Baba. Uliumba mdomo wangu ili ukakuabudu Baba. Uliumba mdomo wangu ili ukanene mazuri Baba. Uliumba mdomo wangu ili ukanene mambo yako makuu Baba. Uliumba ulimi wangu Baba ukatamke mambo makuu yako Baba. Uliumba midomo yetu ili tukuabudu Mwokozi. Uliumba ndimi zetu Baba ili tukuinue Baba. You are awesome, Lord. You are awesome this morning, my Father. Oh, Jehova, Jehova. Wewe ambao unatupa neema ya kukuabudu Baba. Wewe ambao unatutia nguvu Baba. Hata wakati hatuna nguvu Baba, bado unatutia nguvu tunakuabudu. Wewe ambaye Mfalme. Oh, Jehova, Jehova, Jehova. Jehova, Jehova, Jehova Baba yetu. Oh, unatosha. Wewe ni msaada wa karibu Baba. Wewe ni msaada wa karibu Jehova. Utukuzwe, uinuliwe Mfalme. Nakuabudu Baba, nakuabudu.
uko sure you are in the presence of the Lord, na kama uko na uwezo wa kuinuka, you can stand in the presence of the Lord this morning. Kama uko na uwezo wa kuinua mikono yako, just surrender your hands to the Lord. Declare that you are worshiping God this morning. Hallelujah. We are here to worship God. We are here to declare of His goodness and His power. Hallelujah. Ikotole gato matenya sanga nae gwa isanire. Wanyano kuboka goite mambia abantu tokasa matabawa onyasae. Nae gwa isanire ndetokuira ngambia mono. Inua sauti yako mwambie kwa dakika 5 tu. Just tell God thank you. Mwambie Mungu asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante maana umeniinua nikuabudu. Asante maana umeniinua nikutukuze. Asante maana umeniinua nikuheshimu. Niliinue jina lako asubuhi ya leo. Nikupe sifa maana wewe ni Mungu unatosha. Wewe ni Baba unastahili. Wewe ni Baba unayeweza mambo yote. Wewe ni kimbilio la wanyonge. Wewe ni tumaini letu. Asante Yesu maana unatosha. Na unaweza asubuhi ya leo. Asante. Wacha tuombe kabla tujaanza. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua asubuhi hii. Umekuwa mwaminifu katika maisha yetu, Bwana wa majeshi. Siku hii ni siku ambayo umeandaa ili tukusifu na kukuinua kwa sababu umetuwezesha. Tumekusanyika mahali hapa kwa pamoja kwa sababu ya neno lako. Siku hii tunapoianza, Baba wetu, tunaomba uongozi wako. Waimbaji na wote watakaoshiriki katika neno la siku ya leo na wakabidhi mikononi mwako. Wachungaji wote wa kanisa hili watakalohubiri siku ya leo na makanisa yote Kenya nzima na taifa lote, Baba wetu, tuwakabidhi mikononi mwako na hata ulimwengu mzima. Asante kwa sababu utakuwa mwaminifu katika maisha yetu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Asante. Dakika 34 baada ya saa 2 majira ya Afrika Mashariki. Wasikilizaji wote mahali popote mlipo, na wakaribisha tena katika ibada ya siku ya leo. Leo sitazungumza mengi, nitayazungumza baada ya mahubiri ya mchungaji. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, nataka kumkaribisha mchungaji wetu Pastor Calvin Mulonga atuelekeze katika kipindi cha kwanza. Wasikilizaji, kwa nambari ya arafa yetu ni 0700169444. Nambari yetu ya arafa ni 070016 kama kawaida 9044. Yes. Haya. Pasa sauti changu kina shida kidogo. Nambari yetu ya arafa, iwapo wewe ni msikilizaji na ungependa kuzungumza pamoja nasi, labda ungekuwa na hitaji la maombi kama kawaida. Haya. Microphone iko hapa ina shida kidogo. Nasema hivi, nambari yetu ya arafa ni 0700169444. Tuko moja kwa moja kutoka kanisa la Nyamataro P.A.G katika barabara kuu ya Kisii Kisumu. Na iwapo wewe ni msikilizaji na ungependa kutoa sadaka, till number ni 331388. Kwa wale wa mtandao, kwa wale wa Facebook pamoja na YouTube, pamoja na wale wanaotusikiliza kwa radio, iwapo pale nyumbani na umebarikiwa na ungependa kumtolea Mwenyezi Mungu, nambari ya kutoa sadaka yako, till number ni 331388. Hiyo nambari ya kutoa sadaka, till number. Na niite mtoto wa nyumbani Kero Jamila kaka Sungura. Asante kwa wasikilizaji wote mliungana pamoja nasi wiki iliyopita katika vipindi na matangazo kwa lugha ya Kikisii, Kidholuo pamoja na Kiswahili, na vile vile tunazidi kuwafundisha kuhusu ugonjwa hatari wa corona. Kabla sijamaliza mchungaji dakika moja, ningependa kuzungumza na wasikilizaji. Ukiwa pale nyumbani, vaa mask, sanitize na jikinge, kwa sababu
tunajuzwa kwamba Kisii imeanza kuwa ngome hatari ya ugonjwa wa corona. Kwa hivyo take care. Corona ipo. Corona ipo. Unajua usifuate watu kila ambacho wanafanya. Unajua kuna watu wanaangalia TV wanasema Raila ako na rallies, Ruto ako na rallies, Uhuru Kenyatta ako na rallies, sasa hakuna corona Kenya hii. Kisii imeanza kuwa ngome hatari ya corona, especially hii route ya Mosojo hapa, Itutu Chache South hapa. Ndio kuna visa vingi zaidi katika kaunti ya Kisii. Kwa hivyo tuzidi kujikinga, kunawa mikono, kuvaa maski na pamoja na kufanya yale ambayo Wizara ya Afya inasema. Studio ya pili ni Evans Makasi Jeni. Wale mnatusikiliza mitandao, akina Philemon mtoto wa mwalimu, akina Joan Kemto, jumbe zenu tunazidi kuzipokea na tutazisoma hapa wakati ambapo mchungaji atakapomaliza ibada. Jumbe zenu zimefika hapa kwa wingi, mtandao wa Facebook pamoja na ule wa YouTube. Sitaki kupoteza wakati mchungaji. Mengi nitazungumza baada ya mchungaji atakapomaliza na ndawapa matangazo zaidi. Karibu. Saidia kipasa sauti cha mtumishi. Hallelujah. Yeah, we bless the Lord for such a wonderful time in His presence. It is because of His grace that we are alive today. We have not worked anything good before His sight so that we may be guaranteed to live. We have not done anything good to deserve the salvation. We have not done anything good to deserve the strength that the Lord has given unto us. It is by His grace. It is because of His love that endureth forever. It is because of His kindness unto us. And therefore, when we realize that we are what we are because of God, when we realize that we are what we are because of His power and not because of our power, when we understand that it is only His power that is at work within us, then we shall always tell God thank you. A psalmist wrote somewhere in the Psalms that open for me the gates of righteousness so that I may enter through those gates of righteousness and give thanks to your name. I want to tell you this. You came into this place because you have acknowledged that you are the righteousness of God through Jesus Christ. Because you recognize that there is something that has happened on the inside of you that has changed your personality from the old self to a new person. That you are no longer who you used to be called, but you are a new creation. That you are a son of God, that you are a heir of the kingdom and the promises of God, that the Spirit of God lives in you, that your body is the temple of the living God, that for you to live is Christ and to die is gain. And because you have acknowledged all these things, then you have come into the presence of the Father. You have come unto the holy seat of God, that you may receive more grace to continue in faith, that you may receive more grace to press on, that you may receive more grace to serve God even more. And even as you anticipate to receive more grace,
Tell God, thank you because of what I have. Praise the Lord. The Bible says, if you are faithful on small matters, then you shall be entrusted with more things. So if you are telling God, thank you because of what I have now, and I'm trusting you for more tomorrow, then that is a key to receiving more that God has for you. So today we are in the presence of God, not to cry, not to complain, not to seek justification. It is not about seeking justification, because you have been justified by faith. We have come to tell God, thank you because of what you have done in our lives. Thank you because of who you are in our lives. Thank you because of everything. I am alive and others are dead. Thank you because of my life. I am healthy and others are sick. Thank you because of the good health. I am strong and others are weak. Thank you because of your strength. Praise the Lord. So that is what you have come to do here today. To tell God thank you. He deserves all the glory and honor. He deserves all the praises. He is worthy of our worship. Praise God. Let us turn into the Bibles. 2 Chronicles chapter 20. 20. Verses 13 to 24. 2 Chronicles chapter 20. Verses 13 to 24. Egoteba asenga kiyo abasacha bonsi ba Yuda bagatenena asobosyo bw'omonene barabu amona abana babo ebingwerere n'abakungu babo n'abana babo bandi 14 omweka bw'omonene ogacha igoro aseya Hazariel Mosinto Zakaria Obenaya oyo Yeeli Omotania Molawi worolelia wa Asafu ekerate nine gati yo mosangiririkano ere agakwana igwa inwa abayuda mwensi n'abantu bamenyete Yerusalemu na aye omoruoti Yehosafati aya naro monene akobatebya timoiraka gose okwemyoyo asengencho yo mugando yo monene esegi terie yaino kolende ne ya Nyasaye ankyo mugende mubarwanie mubarole bagotira aseketiro gya sisi namo banyole agu asensinyo yelikura mocha yeroro ya Yerueli inwe abayuda n'abantu ba Yerusalemu timokorwana esegiyeye mobere ase aino motenene mokirekiri na morole obubuyibwo monene asengincho aino timoiroka gose timokwemyoyo ankyo mosoke mobachire na omonene nabe amona inwe eryo Yehosafati na abayuda bonsi amona abantu bamenyete Yerusalemu bakatungama bakamama asobosibwo monene bakamosasima abalawi bali abalenge abakohati n'abakora bagatenena kotokia monene Nyasaye bwa Israeli aseri ogiri nene mono bakaimuka mambya chuni bakagenda gochia aseroro ya Tekoa na ekero basogete isiko Yehosafati agatenena agakwana inwa abayuda abantu bamenyete Yerusalemu inyigwe mwegenda monene Nyasawe ino monyole chinguru egena n'ababani baye na inwe inamubuwe ekero akolete kosemania abantu akabeka abantu bale kuchia goterera omonene Nyasaye
ngambu ya mono ekiagera mbwanchani bwabotambe nigo bogenderete kale na kale ekero bachagete gotera na gotogio monene agatuma abantu bakaumokera abamoni n'abamoabu n'abantu b'ebigoro bya Seiri abo bachete kurwani abayuda bagasirigwa kegima abamoni na abamoabu bakaumokera kurwani abantu b'ebigoro bya Seiri bakaba siria kegima na ekero basiriti abantu abo bakakorana ekero abayuda bachete asomobi morobiri bwoborendi agwaseroro na bakaligereria bakarora ebitondo biramberere tinse onde tatolegete nonya noyomo. May God bless his word. Nyasaye aseseni ingana liae. Praise the Lord. Manene yesabakwe. Today I want to speak about descending in worship and ascending to victory. Tete kukwane na igoro ya kosoa asoko sasima na kotirimboka ase obobui. Going down into worship and rising up to victory. Kotirimboka asoko sasima na gotenena ase obobui. Praise the Lord. Manene yesabakwe. This is one among the great stories and history of Israel and Judah. And particularly it is in the kingdom of Judah where this story is cited. When Israel had divided into two kingdoms, the northern kingdom that is called Israel or Samaria, and the southern kingdom that is called Judah. The northern kingdom was large because it had 10 tribes. And the southern kingdom was small because it only had 2 tribes. So if it were like here in Kenya, then Judah would be a very small county because it has only 2 tribes. Praise the Lord. And you realize that the more number of tribes we have, the larger the group of people that are there. Because every tribe is multiplying. And it means if a country has many tribes, it is a large country. But if a country or a nation has very few tribes, then it is a small nation. Then economically it is small. Politically it is not strong. It may not be strong in other arenas of life as compared to the big nations. And therefore, because they are small, it is possible that many enemies or many of their neighbors would always look at them as weak and unable to do anything. And because they are looked at as if they are so small and weak, they'll be always attacked. So this is what is happening in this chapter 20 of the 2nd Chronicles. That some nations which are surrounding Judah have gathered together and they are coming to fight this nation. And because now these are more than one nation coming together, they are always strong and well set for the war. And therefore Judah looked at itself
bono yude kerigererio and kenyene realize that they are so weak and they cannot fight their enemy. bakerigereri bakaranga nigo barabareke umba kunyara And kurwanya it is ababisaba true that they could not prevail on their own namayene bari kunyara boka because they are a small nation. asenge encho nigo barenge They are not ensenge well set. mbabwate bintu They are byokubisa not ine organized. mbaye bangete buya They don't have the manpower. mbabwati chinguru They don't have the mercenary. mbabwati bantu bokurwana So it is just going to be a total defeat to them. nigo barego chikobupi Praise the Lord. monene saba And when I read this story, nekenengo somo magano yoiga I also compare it with the story in 1 Samuel chapter 7. ngoyo bekana neno moganore Samuel yeri tangani sano na When the ibere Philistines rose against Israel ekera ba Filisti bayimogete asenge ncho aba in the Israel days of Samuel. ase chinga kichiri chia Samuel This battle is almost similar to that. esege na bebweka ina ne eri mono mono Because in these two instances, ase binte bibere Israelites did not fight. aba Israeli mbaru It is wanete only God who came to fight for them. nyasaye ocheta akabarwane rero monyene In 1 Samuel chapter 7, asa Samuel yeri tangani it sano is na when ibere Samuel made a burnt offering to the altar of the Lord. ekere Samuel arwete aru asambe to bani asobo sibwa nyasaye And when the offering or the sacrifice was burning before the Lord, lekere ke mwanso keliki ariko ye asama the tabwa Bible nyasaye says that God set an ambush on the Philistines ebibiye ko temanga nyasaye agatuma and they began to fight against themselves. agachaka kwerwani abarabuka They abanyene routed each other until they all died. bagerwani barabuka abanyene baka bonsi And bakagwa if there are those who remained, nonya balimbali batikarete then they fled and ran to verify they could not come back to ibo Israel. batamete bakaenda ale mbali kunyara And kuigana kwa on Israel that day, Samuel stood a stone and said, "This farm, it is Jehovah." jinga kiechi Samuel akabeka That lige na akatema even obwaro now the nyasaye Lord has fought for us. nga nombo no nyasaye And that oturwanire is where the name Ebenezer came from. abuno eliete benesa And liarwete so in this instance, ase chinga kiechi it ganande is almost a similar case that is happening. na bebwe kainene na mangane segi That ya we have ya many Samuel nations that have come against Israel. ngebisa kwe binge byachire mamincha They na have Israel come to fight against the people of Judah. bachire kurwania abantu ba Yuda They want to destroy this nation totally. batete ko salia egesa They kweke pi want to carry away every spoil. igo batete ko sali kuna kuira keregendo They want to make sure that they are not standing anymore. igo batete ko make sure nga muntu tayota nine And I want nande you to understand that that is also what the devil and our enemy is also fighting in our igo lives. ntaka to manyanga ekina kyomo bisoito agendete ko kora Our subu enemy, mabweito who is the devil, does not want us to stand. omo bisa oyore kereche tata He getin does tata not nene want to see us happy. tata itu ko torra to ko He gete does not want to see us rejoicing in what the Lord has done for us. tata itu ko torra to ko gete kisinya And sa therefore, he will always wage war against us. igo nagendere ko tuwara segi asengenjo ya Praise ito the Lord. manene saba kwe So this war was won in a unique way. esegi iga ikabu asenchera ere ya As bene we read, Jehoshaphat, who is the king of Judah, told everybody to seek the Lord. mna toko soma Yehosafati oyo romo ruoti oyuda akataiya abantu baliki nyasaye They went into the sanctuary and they prayed to God. They reminded God of all the covenants that he had with his people, and God was moved. bakagenda sekaru bakasaba koironyo nyasaye okobwatana abwatane tamo na barabuo Praise Jesus. amana ne saba kwe So we have read this story tuwasomira omugano oyo iga and we see that the greatest weapon that these people used was worship. nande tuwarore nga esira ababwatene nabatumegete noko sasima They did not fight with any javelin or spears. baruane tina matimo ne mioro They did not use any gun or bullets or bombs. baruge batume tipunduki gose masasi They andos did not use a sling and a stone like David used. batume tirige na kende They ndabanya went kuwana into worship. igo basoete asoko They sasima went down to worship God. bakagenda inse asoko They masasima nyasaye surrendered to God. bakerwa mono ko They chesi cried nyasaye to their God. bakamolera They nyasaye called unto God. bakamorangeri They omonene called Jehovah, bakamorangeri the Jehova mighty God in battle, nyasaye bwe They mbo called Yesu Jehovah chese Nisi, bakamorangeri the Jehova nisi banner of victory. oyo re bwobo They bwi called El Shaddai, bakamorangeri the Elishadai
Almighty God. So they cried unto God. They sought the face of the Lord. They gave the praises to Jehovah because he was worthy of all the praises. And the Bible says, as they continued to sing, Jehovah God set an ambush on the enemies. The people of Ammon and Moab rose against Mount Seir, and they fought those people. They cleared them. They destroyed them in the eyes of the people of Judah. I want to speak to you prophetically that today you have come into the house of God to worship Jehovah. And as you worship Jehovah, your enemies are going down. Your enemies are going to be fought against each other. You don't need to fight. You need Jehovah to fight for you. You do not need to carry a javelin. You need to carry up the worship. You do not need a gun. You need the worship and the praise. As you worship Jehovah, as you praise Jehovah, as you call on Jehovah, your enemies shall go down in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. So these people worshipped. They called on God. They cried to God. And God came to their rescue. So God did the unimaginable things. Hallelujah. Amen. He allowed the enemies who had come in one way, who had come with one mind, who had come with one agenda, for the agenda to be divided. He made their language to change. He made their thoughts to change, so that each one looked at the other as now an enemy. They forgot to focus on Judah and Israel and focused against each other. That is what God can do for you. He can allow your enemies to come in one way. He can allow your enemies to come with one agenda. Now when they have gotten to you, the Lord will divide their minds. Their agreement will not stand. Their treaty will not stand. Mungu hataruhusu maadui wako wakubaliane kukuangamiza. Amen. Hata ruhusu maadui wakubaliane kukuangamiza. Hallelujah. Amen. Ndio wakati Yusufu alikuwa anakuja kuona ndugu zake, amewabebea vitu vizuri vizuri, amewabebea vitu vinono vinono. Wale wakimuona wanamuona kama adui. Si kwamba Yusufu alikuwa adui, lakini ndugu zake walimuona kama adui. I want to tell you, si kwamba wewe ni adui ya adui wako, lakini adui wako ndo anakuona kama adui. Na kwa sababu Mungu hajaona ubaya kwako, hajaona kama wewe ni adui, hata ruhusu adui akupeleke chini kabla adui yako akufikishe chini. Adui mwenyewe atakuwa amefika chini. Kabla maadui wakumalize, watakuwa wamemalizika. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio yale ambayo Mungu anatenda. So they came with one language. They said, we want to take their lives. We want to destroy their properties. We want to destroy the nation. But while they were together in that one mind, God changed their minds. Praise the Lord.
I don't know which enemy you are facing, and I don't know which way he's coming to you. But I want to pray that as he draws near you, as they draw near you, may God change their minds so that they do not do harm to you, but they do harm to themselves. Hallelujah. Amen. How does ascending into worship guarantee victory? Praise the Lord. How can our worship give us victory? One thing, worship reflects on who God is. Our worship reflects on who God is. We don't worship ourselves. We are worshiping God. And we are worshiping God on the revelation on who God is in our lives. That we worship God because we know who God is in our lives. We are worshiping God because we know He is the creator of all things. He created everything by the power of His word. I am a creation among many creations. And therefore I acknowledge who created me, who made me what I am. He did not create me to be an animal. He created me to be a human being. He created me with intelligence. He created me to walk on 2 feet. I am a reflection of God. So when I am worshiping, I am telling God, I know who you are to me. I know your power. I know your faithfulness. I know you are the Almighty God. I know you are the all-powerful God. I know you are the all-knowing God. That you know my thoughts and my mind. You know even the words that are on my mouth. So I worship you, God, because I know you. Praise God. Job says in Job 36 verse 5, God is the Almighty God. Hallelujah. Hallelujah. He is the Almighty God. So I'm worshiping the Almighty God. I know in this world we have strong men. We have strong men. We have men who have power. Men who have stature. But above all these men, there is one man who is most powerful. One man who is above all men. So I am worshiping God who is above men, who is above kingdoms, who is above the kings. I am worshiping a most high God. Hallelujah. Amen. He says, behold, God is almighty, And and He does not despise anyone. In other words, when Judah was going down in worship, this is what they were saying, that God, you are almighty, and you do not despise anybody. Our enemies have despised us. Our enemies have downlooked us. Our enemies have made us nothing. But you are Almighty God. You do not despise anybody. Even if I am despised
despised by my neba na enemies. chairu naba When I bisabane come to you, Jehovah, ekerengo cha soni you do nyasaye not despise tori me. koni gonchaya If I am nyasaye rejected anya nangiru by nche my family, na familia when I ne come to you, ekerengo God, cha soni you do not nyasaye reject tori me. gontiga nche When I nyasaye am not qualified ekeren tori ko in ikerana the eyes of men, asama iso yabanya I come bantu to you, God. niko bwata You nyasaye qualify me. igo kongi mokererya nche Praise the Lord. omanene yesaba So kwe our Almighty igo God nyasaye tomo does nyanguru not despise kaligo anybody. chayo nde bwensi It does not matter your status. teriko bwati nchera It yawe does not matter your look. teriko bwati One bunole thing that matters ekenteke moge is that you kunyalekana are worshiping ingo God. bosasi mone You are in nyasaye the presence igo rasobo of sibwa the nyasaye Almighty rasobo God. sibwa You are nyasaye pouring your worship igo isema to God who deserves igo the kuma worship. wera nyasaye ko sasi makwao oyo bwene to ko sasi moko amen Hallelujah. amen It does not matter. teriko bwati The social status. enchera You know, eliole when we come to God, ekere to ko chasi that is nyasaye when we are equal. igo tole abamo Solomon says, Sulemani nigango teba the rich and poor aba have tene one thing bataka in common. nigo babwate gente God kamo is the maker of them all. nyasaye ne So romoro when isi I bwabo come to God, ekene ngo chasi I busibwa have come nyasaye before my maker, igo ngicheta somoro isi who one made me from nothing oyo ndo seti to kuruwa siku become babosa something. endembe He can gento also make me igana to wakunyara become kongora something better ndegente because kia I am already something. asengencho ni Praise ndegento the Lord. omanene You yesaba are kwe not nothing. toli bosa You are already something. nigo But legento you need God nomogane to ti make you nyasaye something better, nagakole gente kiye mono something bigger egente than kenene what you mono are already. kwetone tie kiole Praise sai the Lord. omanene yesaba kwe So you come before God igo mono nigo go chaso busibwa to nyasaye reflect who He is. okwo moro kia era He ningo is Jehovah Rapha, igane chova the rafa Lord that heals my diseases. nyasaye He okobwenya is maruirane Jehovah Jireh, igako ku the Jehovah Lord Jireh that provides my needs. nyasaye He okoikerania is maganiane Jehovah Nisi, igakoro ku Jehovah the God Nisi who fights my nyasaye battles. okorwana He chisegi is chiana Adonai, igakoro ku Adonai everlasting God. nyasaye okale na kale Hallelujah. haleluya When you know God ekere kwamo manyiri and you nyasaye worship God, nane kwamo you sasima nyasaye reflect who He is, igoko mworokia and He munane works nane ku- according to your revelation. nane nakole kolengana nokomanulirwa kwawo Hallelujah. amen So these people worshipped God bantaye bakamusasima nyasaye because they knew He's Jehovah Nisi, sengencho bamayete Jehova the nisi banner of our victory. nyasaye bwobo They buli knew bwaito He's Jehovah Shammah, ligale Jehova the shama mighty God in battles. nyasaye And omunyangu because we asesegi are in a battle, asengencho we tona need asesegi somebody who is mighty, togane tio who mondo oro is able munyangu to fight our oyo battle. okonyara goturwana And na therefore chisegi we are chaitu calling for Him. igoto okomorangeriere Hallelujah. amen You need somebody who understands the battle igo okomogane tio yo monto omanyete esegi to fight your battle. endarwana esegi yawe Hallelujah. amen When we have court cases, ikero tobwate ebiina bya court we look for an advocate who is experienced, tokoliga omu advocate oli omanyete a lawyer. eloya emanyete Praise God. onene esaba akwe Sometimes you hear there is a court case waiwe ekiina ngerekere court of somebody against somebody. ase omonto mamincha yoyonde Then you hear, oh, he has taken Orengo as the lawyer. oyire olengo abe eloya yaye He has won the case. abantu bate obwire ekiina ekyo Why do you say so? ngima ogotebera igo Orengo has never lost any case. olengo tana So kobukiina he's kene gyonsi experienced in court. igo nabwate obumanyi ase But we court. have now God who is experienced in battles. ntobwate He nyasaye oyo obwate obumanyi understands how ase to esegi fight the battles. namayete So bunakurwana we are esegi calling him who knows how to begin and how to finish the battle. igo tokomorangeriere omanyete gochaka esegi nakoyekora Hallelujah. amen When we worship God, ekero tokomusasima nyasaye we don't reflect on who we are. ntori kworokia ase ng'antu mbarabi Praise God. monene esaba akwe We don't reflect on who we are. ntori kworokia ng'antu mbarabi We tori don't reflect on what is surrounding us. ntori kworokia keliketo bwetana ine intwe Hallelujah. monene esaba When akwe we are worshiping, ekero tokomusasima we are
we are tuning ourselves from the physical to the spiritual. Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 2 verse 12. That these things have been revealed to us through the Spirit, because the Spirit searches even the deep things of God, so that we may understand things that are freely given to us. So when we are in spirit, we don't look at the size of the giant. We don't look at the size of our trouble. We don't look at the threats of our enemy. We don't look at how big the army is. We understand one thing, that they that are on our side are many than those who are against us. So when we understand that, then we are telling God, we know that there are many who are on our side, and they are ready to fight for us. They are ready to stand for us. So we don't want to look at ourselves. We don't want to look at our weaknesses. We don't want to look at what people say against us. Hallelujah. Because there's nothing good that people will say towards you. Hallelujah. If you put on a nice dress, they'll say now it is for show off. You want to show us how you know how to put on. They will never appreciate that you have dressed on smartly. Hallelujah. If you achieved something and you want your friends to come and celebrate, you want to give God glory because of what you have achieved, they will come, yes. But when they go away, so he wants to show us how he has succeeded in life. If he thinks he's successful, why couldn't he do it like so and so? So and so has built even a bigger and better house than this. So what is he showing us? We have seen many and many. What does he think he's showing to us? So that is what people will say. But in worshiping, you are not looking at yourself. You are not looking at what people say about you. You are not looking at what the circumstances speak against you. You are not looking at how the nations is looking at you. But you are looking at God, who is above the human understanding. Hallelujah. Amen. So that is how worship guarantees us victory. The worship is not about us. It is about God. Hallelujah. Amen. So you say, wewe Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Sema wewe, wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Wewe unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza. Wewe unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. Oh, wewe Mungu wetu, Baba ni Mungu unayeweza. Oh, sema wewe, ni wewe Mungu wetu, Mungu unayeweza. Baba unaweza mambo yote.
about yourself. You are not speaking about your circumstances. You are not speaking about your problems and your troubles. But you are speaking about who God is in your life. That God is able to do what is impossible to men. It is only Him who can do what no man can do. So when you are worshiping God, you are telling God, Jehovah, you are able to do what I cannot be able to do, and I worship you because you have already done for me. Hallelujah. Amen. Worshiping is a way of surrendering to God. Surrendering to God. Surrendering to God. You are submitting to God. You are agreeing with God. You are cooperating with God. Hallelujah. Hallelujah. Worshiping is surrendering to God. At the point of worship, it is a point of brokenness. You are broken. It is not you anymore. It is not about you anymore. It is just about God and God alone. You are surrendering to God. You are submitting to a power that is beyond your power. Hallelujah. Hallelujah. Job 22:21. The Bible says, submit to God, and you shall be at peace. Hallelujah. Submit to God, and you shall be at peace. Hallelujah. Amen. Agree with God and be at peace. In other words, when you are worshiping, you are telling God, I know who you are. I have now accepted that. And because I have accepted, I want to give you room to work. I'm giving you room to manifest your power, because you are El Shaddai, Almighty God. How will the world know that you are Almighty God? I'm giving you an opportunity and a room to show yourself. Praise the Lord. When you are worshiping God, you are telling Him, Jehovah. You are Jehovah Rapha, our healer. I am here, I am sick. I am allowing you to manifest healing through me, that the world will know you are the healer. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So worship is a way of surrender. And as you surrender to God, you are receiving inner peace. Hallelujah. Hallelujah. The peace that we are speaking about here, it is not the peace that the world gives. Hallelujah. Hallelujah. This is the peace that is in our hearts, that is ruling over our mind and our soul and our bodies. The perfect peace of God, which surpasses all the knowledge and understanding of men. People will not understand. You are in the presence of God. You are in the presence of God, worshiping God. You are lifting up your hands, or maybe you are lying down on the floor, and people are looking at you, and they say, this man is a teacher. How is a teacher behaving this way? It is not because you want to show people your capacity as a teacher. It is because you want God to come in and work through you. Amen. Praise Jesus. Amen. Worshipping
means asking for divine assistance and power. It means you are asking for divine assistance and power for greater works of God. Hallelujah. Amen. In Acts chapter 16 verse 25, Paul and Silas are in prison with other prisoners. Other prisoners are also there. So these people are not only two in the prison, and they have a common problem. All of them are bound. Hallelujah. Amen. They are called prisoners. Whether you have been imprisoned for a genuine reason or you are not guilty but you are imprisoned, all of you are called prisoners. Hallelujah. Amen. Then in the prison, Paul and Silas do the contrary. They are not looking for people who will advocate for them to go out. They are not looking for a reason that they will explain to the authorities so that they know these people are not guilty. They just decide to worship God. They just lift their hands to God. They just began to praise God. They began to sing praises to God. They began to call on the name of the Lord. They began to say, Jehovah Elohim, you are the eternal God. You are the beginning and the end. You are the God who never changed. You are the God who never lied. You are the God who never regrets. Hallelujah. Amen. So they are giving God the praises and the worship. They are worshiping God. And what happened? The foundations of the jail and the prison began to shake. So the foundations were shaken. The foundations were shaken. I want to tell you one thing. When your victory is coming, the foundations must be shaken. The foundation of your enemy must feel there is something coming. Praise the Lord. When the 4 lepers who were sitting outside the city of Jerusalem decided to go down, the Bible says as they went down, God made their feet to be so strong so that the footsteps would sound like a great army of chariots coming down. And all the remnants that were seated in the camp, they began to shook in fear and they fled away. I want to tell you, your worship will make the foundation of the enemy to shake, and the enemy will be shaken. As the enemy is shaken, he will flee away from you. Hallelujah. Amen. Our weapons are not fashioned here on earth. They are fashioned in heaven. So when we worship, we are calling for our weapons to come down. There is a portion in the book of Psalms where Pastor loves to read so much that some trusted in the chariots. Some trusted in the Egyptians. Some trusted in the weapons of war. But our trust is in Jehovah, a living shield. Hallelujah. Amen. We are not trusting on the weapons made by man.
ntoliko kwegenda kosemelia ase We bintu are biro sirina mwanya depending bantu on the weapons fashioned by God. ngotosemeretia ase bintu And biro God sirina himself Nyasaye is a shield to they that trust him. na Nyasaye nenguba So when ase we bali are worshiping bamwegenete God, he becomes a shield to ekere us. tokumusasima Nyasaye ningako benguba asitole. Praise the Lord. Amen. Lastly, Kyomwelyo worship looks into past experiences okusasima niko okoligereria ebintu byakale and anticipates for more. nande To anticipate, kutarajia. nande kwaruo okusemeria kwebinge. Hallelujah. Amen. Tunapomwabudu Mungu, ekere tokumusasima Nyasaye tunakumbuka ushindi wa zamani ambao Mungu ametupatia, niko tokuinyora obo bwibuli Nyasaye toire na tunatarajia ushindi mkubwa ambao tena anatupatia. nande twasemeria obo bwiyobo nene obo wako chikotwa. In worshiping, Asoko sasima we are telling God, thank you for the victory that you gave me yesterday. Yote Nyasaye ngambiye mono asobo But bwikongeza ikoro. today I'm also facing another giant. Lakini lero ninbwate nando I am bisonde. expecting more victory today. Na asemerie obo bwibonde lero. Praise the Lord. Mwanene sabakwe. When David was testifying to Saul, Ekere Daudi ale kuruobo oboroli kochisi Saulo. I think he was worshiping at the same time. Igonga gete ngare ko sasima. He says that God Igare ko tenga Nyasaye who ya. delivered me from the paws of a lion Oyo ntole te korwa asa maino yendo. and delivered me from the paws of a bear, Anda ga ntole korwa asa maino ye dupu. he will also deliver me from uncircumcised Egyptian. Na nana ntole korwa aso mo Misiri oyo tarogeti. Hallelujah. Amen. The Philistine who is uncircumcised, Mo Misiri mo Filisti oyo tarogeti. I will win against him. Nimo bwe. I have power to win. Nimbuwa chinguru chyokorwa. Not because it is me fighting, Tali asengencho ninche but korwa. because I know one thing. Asengencho God kete fought kemo. for me yesterday. Nyasaye He fought akanduwanira for me igoro. 3 years ago. Akanduwanira He fought meke for toto me yali. when I could not fight. And Akanduwanira kete tali even kunyara today, kurwa. Na I'm nyendero. calling on that God Na murangiri to Nyasaye fight oyo. my battle. Anduwanire chisegi chiane. Hallelujah. Amen. That God who got you out of shame Nyasaye uli okurusetie asobosoku. one time, Itukelimo. He is also ready to take you out of shame today. Nande na takete okurusia asobosoku litukolia lero. Hallelujah. Amen. I want us to think of that woman who had the blood issue Tete torengelia musubati olia olego itekama nyinga. for 12 years. Ase miaka 12. Then she was healed by just touching on the garment of Jesus. Akabwenigwa asokubwata enguba ya Yesu. Supposing she got now infected with malaria, Bono aleko banga arwalete malaria. what was she to do now? Nkia bwena atakokora gosi. Eh? Alikuwa na shida ya damu akapona. Abwata omuchando bwa Sasa manyi leo obwenire. amepata malaria. Bono orwalire malaria. Ni nini anafaa kufanya? Nkia ara akora gosi. Anakumbuka tu, Iga kuinyora. kama nilikuwa na ugonjwa ambao ulishinda madaktari na Onye ukapona, na abwata obruire sembuse hii malaria ambayo niko nayo leo. Bwana Malaria asifiwe. ne mbwerero. Praise the Lord. Mwana ne saba. So when we are going to God in worship, ekero tokwenda we are sita soko telling sasi. God, Tokomata wewe ulinipigania vita vikubwa ambavyo singeweza, Okandwanere na siku ya leo tena kuna vita mbele zangu. Sitaki kwenda kutafuta msaada wa wanadamu, sitaki kwenda kuhangaika kutafuta msaada. Ninakuja mbele zako, wewe unipiganie, wewe unitetee, wewe unipatie ushindi, kwa sababu bado ulinipea ushindi. Asenge chongu angeto obo buichinga kichiria. Hallelujah. Amen. We have won great battles, Twabwire chisegi chinene. and we shall still win greater battles, Nande tobwe chisegi not chinene because mono. we have experience, Kali asenge but chotobwa tokomanya. because God who is faithful is Asenge Nyasaye still oyo fighting rumwe our battles. He Igangene tokulwa na is chisegi still on chetu. our side, Igana and asense He's moya ready to ito. give us victory. Nande nali tayari gotuobo In bwi. Jesus' name. Aseri taria Yesu. That's why the Bible says, Nakie Biblia goteba. if God is for us, Ngonya Nyasaye kale ase moya who ito. shall be against us? Ngora abe maminchana ito. Hallelujah. Hallelujah. Kama Bwana ako nasi,
nasi? Onye Ni Nyasaye nani karamo na atakaye itwe. kuwa kinyume nasi? Ngora abema Yule mitana Mungu itwe. aliyetupigania jana Nyasaye ulio bado ndwanirete igoro. anatupigania leo. Nero ko Yule ndwanira Mungu lero. aliyetutetea mwaka jana Nyasaye uyo ntatete bado chikakichidia. anatutetea leo. Nande Yule ndwanira Mungu lero. aliyetupenda Nyasaye ulio kama bado ngancheteridia. hatupendeki, Ivano- anatupenda hata leo. Na lero nande natuanchete. Haleluya. Amen. Na hakuna njia ingine yenye Mungu anaweza kutupenda kuliko vile ametupenda. Jerate Nyasaye atuanchebu na kwetani muna atuanchete iga. Haleluya. Hallelujah. Tayari Mungu ametupenda. Nyasaye na atuanchete. Wakati hatukupendeka alitupenda. Ekereto tanchire na Na bado atuanchete. hata saa hii kama hatumpendezi anatupenda. Ne bantu Na mugo kiti na hakuna upendo atuanchete. mwingine kubwa ambayo Mungu atatuonyesha kuliko yenye Na ametuonyesha leo. bwanchani mboyo banene Nyasaye atuoroke kwetani oboiga atuorogeti. Praise the Lord. Manene Yesaba ko. We can trust God for more. Abatoko masemberi Nyasaye asebinge. We can trust God for more. Tokomotoko masemberi Nyasaye asebinge. Hallelujah. Hallelujah. We can reflect on the faithfulness of God. Abatoko yorokia asoboyege no bwa Nyasaye. Where God has gotten us from. Asi Nyasaye atorusirie. What God has done for us. Eki Nyasaye akolira sengencho And ito. what God is ready to do for us. Ne eki Nyasaye tayari kokora That is sengencho ito. worship. Okuna kuko sasi. When we worship God, Ekere toko masasi we Nyasaye. ascend into victory because we have called on the source of victory. Nigo toko tirimboka asobo buye sengencho tuaboli dio yoromo bui. And God is our source of victory. Na Nyasaye ito ne It does not matter which battle we are fighting with. Eriko bwati nganse It gitokorwana. does not matter who is fighting against us. Eriko bwati ngokorwana It mamincha na does into. not matter what kind of battlefield we are in. Eteriko bwati ngangeti kihese If we gitore. worship God, Ekere tora musasi we Nyasaye. are changing our battlefield. Nigo toko nchore It lia. is no longer a physical battle. Eriko basegi It ya kawaida. becomes a spiritual battle. Nigo kobe segi And ya spiritual kemoika. battles are not won here. Nechi segi They are chiko won in the spiritual field. Nigo chiko bu And we are asomo. only receiving our victory Nani niko because toko yoro the bu waito. heaven releases our victory. Asengencho igoro ya oro kirie obo bibwaito. Hallelujah. Amen. Praise God. Wanane We Yesaba. can worship God Abatoko mo even sasi in the Nyasaye. midst of troubles. Ase katikati We can yebetano. worship God Abatoko mo sasi even when we Nyasaye. are sick. Ne abekere to We rwale. can worship God Abatoko mo sasi even when we Nyasaye. lack. Ekere to We tabuati. can worship God Toko mo sasi even when Nyasaye. things are not working for Nanyane us. kere binto bitari And kokora it will sengencho be a ito. guarantee Na nero for ko God working for us. no kwene keri wanga Nyasaye ngokora ala sengencho ito. Hallelujah. Amen. If there is a greater thing we can do, Anyege ntonkere kere torakole we can worship God. no kumasasi Nyasaye. Today, if there is anything that we can do Lero nyege ntonkere in the torakole. presence of God, Asoko ba okwa we Nyasaye. can worship God Tomasasi Nyasaye. and leave our worries to Him. Ane toligie totika magimaita The asari. Bible says He cares for us. Ebiblia gotanga niga gotoku He is atokumeretie. caring for us more than we can care. Iga atorende tekwetani muna He torende is ntwabanye. fighting for us more than we can fight. Niga gotorwanira kwetani muna He is torerwanirere. doing for us more than we can do. Niga gotokolera kwetani muna If torakole. only we can descend in worship. Yoka ekere toratirimboke asoko sasima. Kama tutakubali kuingia katika ibada Onya kere toranchera nego soa asoko na sasima. tumwabudu Mungu, Ane tomasasime Nyasaye. atatutetea, Na atorwanirere. atatupigania, Na atorwanirere. atachanganya maadui zetu. Na tantania Watakuja na msabaito. njia moja, watarudi kwa njia saba. Bache senchere ya mambo ile Watakuja na agreement moja mbele zetu, lakini wataanguka chini ya miguu yetu. Bache bai kereina senchere ya mara kini bagwe asama goraito. Praise the Lord. Mwana ne saba kwe. We can worship God. Abatoko masasi Nyasaye. Tunaweza kumwabudu Yesu. Abatoko masasi Nyasaye. Tunaweza kumwabudu huyu Mungu. Abatoko nyara ko masasi mo maneno. Tunaweza kukubali kumwabudu. Abatoko wanchera na ko masasi. Haijalishi ni nini inatukumba. Teliko bwati ngetekia to Haijalishi ikwere. ulimwengu unaonekana vipi. Teliko bwati ngakiense ya Haijalishi hali inaonekana vipi. Ense bunere bono. Tunaweza kukubali kumwabudu Mungu. Abatoko wanchera na ko masasi Tunaweza kukubali Nyasaye. kumwachia Mungu matatizo yetu. Abatoko wanchera ko matia Nyasaye Tunaweza mechando kukubali yetu. kumwachia Mungu shida zetu. Tuanchera ne ko matia Nyasaye Tunaweza mechando kukubali yetu. kumwachia Mungu vita zetu. Tuanchera ne ko matia Ili Nyasaye kwamba chisegi Mungu chetu. atupiganie Ene na Nyasaye Mungu aturwanirire. atupatie ushindi. Na Nyasaye Katika atobo jina bui. la Yesu. Aseri tari ya Yesu. Nataka usimame juu kwa miguu yako. Tato tene igoro asama gorao. Simama tu juu kwa miguu yako. Tene igoro asama gorao. Kama kuna kitu tunaweza fanya ni kuabudu. Anyege ntongera torakore no gusasima.
Kama kuna kitu tunaweza fanya onyege ntokere torakore ni kumwabudu Mungu. no kumusasima Nyasaye. Na tunapomwabudu Mungu, Nekere to kumusasima tuambie Nyasaye. Mungu awachilie nguvu zake. Otite Nyasaye arwe chinguru Mungu chia. awachilie nguvu zake. Abwato ke chinguru Mungu chia. awachilie nguvu zake. Abwato ke chinguru Awachilie chia. nguvu zake kwa maisha yetu. Abwato ke chinguru chia Nguvu yaso zake mu zianze mabwetu. kutenda kazi. Chinguru chia chikore Nguvu meremo. zake zianze kuhudumia watu. Chinguru chia Nguvu chianze zake gukora zianze n'abantu. kuguza maisha yetu. Chianze ko kunama Katika himaitu. njia ya kipekee. Asenchera ya bene. Uweponi mwako nikae Bwana, uweponi mwako nikae Bwana, milele nikae uweponi mwako, milele nikae uweponi mwako, uweponi mwako nikae Bwana, uweponi mwako nikae Bwana, milele nikae uweponi
ambapo siwezi, maana maadui wamekuwa wengi. Maadui wamekuja na nguvu nyingi sana kinyume na mimi. Maadui wamejipanga kwa njia nyingi kinyume na maisha yangu. Ninakuachia Bwana unipiganie. Ninakuachia Bwana utawale, upigane vita vyangu. Natamani tu kupata ushindi kutoka kwako. Ambia tu Bwana unahitaji ushindi wake. Unahitaji kuinuka na ushindi. Unahitaji kuinuka na ushindi. Unahitaji kuinuka na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa yamekulemea, magonjwa yamekukandamiza, hali imekuwa si hali, mambo yamekuwa magumu kwako. Ambia Bwana nahitaji ushindi katika hali ninazopitia. Nahitaji ushindi katika haya ninayoyaona. Mambo yamefanyika sivyo sivyo. Mambo yamekuwa ni mrama kwa maisha yako, kwa sababu maadui wako wameinuka kinyume na wewe. Maadui wako wamekupatia hofu katika maisha. Maadui wako wamekushukisha chini. Ambia Bwana niko mbele zako, niko mbele zako Bwana. Nahitaji kuinuka na ushindi. Ninapotoka katika mahali hapa siku ya leo, nipatane na ushindi wangu. Ninapotoka kwenye hekalu hili, ninaenda nje nikiwa na ushindi. I ascend with the victory in the name of Jesus. I ascend with the victory in the name of Jesus. I rise up with the victory in the name of Jesus. I go up with the victory in the name of Jesus. Ninainuka nikiwa mshindi. Ninainuka nikiwa na ushindi. Ninainuka nikiwa na ushindi. Sitarejea tena nikiwa na hofu ya maadui zangu. Sitarejea tena nikiwa na hofu ya maisha yangu. Sitarejea tena nikiwa na hofu ya changamoto zinazonikumba. Ninapoondoka mahali hapa, ninajua tayari nimeukumbatia ushindi wangu. Najua nimeinuka nikiwa na ushindi ndani ya maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Adonai. You are worthy. Thank you Lord. Father, in the name of Jesus Christ, we worship you. We exalt your holy name. You are precious, you are awesome, you are worthy in our lives. We worship you, Lord. Our submission is to worship you. Our desire is to worship you. And Father, as we descend in worship, we pray that, Father, our ascending will be victory. We shall rise up with the victory against our enemies, against the challenges of life, against all threats of life, in the name of Jesus Christ. I pray for your children. Their enemies have risen against them. Their enemies have taken hold of their lives. Their enemies have induced fear and terror in their lives. And today, Lord, I pray for the divine way that you are fighting their enemies. You are bringing down their enemies in every camp that they have gathered, in every road they are using. Lord, you are going to turn them back in the name of Jesus Christ. May they be routed in their eyes, that they are going to see your victory in the name of Jesus Christ. I pray for the church. I pray for the church. May the gates of hell not prevail against the church in the name of Jesus Christ. We are praying for the body of believers in the whole universe. We know that the enemy is working, deceiving the whole world, but Lord, in you there is victory. In you there is refuge. In you there is assurance. In you there is hope. We are trusting in you, Jehovah. May we not be put to shame. Thank you for this church. Thank you for your children. There are those who are sick. I speak healing to their lives. There are those whose hearts are broken. I speak revival in the name of Jesus Christ. I speak prophetically that when their enemies rise in one way, they shall be scattered in 7 ways. They shall be routed before their face. They shall fall down before their face. In the name of Jesus Christ, receive glory. Even as we continue with the service ahead of us, may you be manifested in a powerful way. May you bless the speaker that is coming to speak in the next session. May you bless the church at large. May we see your power. May we see your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you.
Asante mtumishi wa Mungu, wakati wetu unazidi kukimbia. Asante na ninashukuru kwa mahubiri mazito ambayo umetuletea wakati huu asubuhi, na tumebarikiwa, na natumai kwamba sote pamoja, wale ambao tumefika hapa na wale mnatupokea kutoka mitandao yetu pamoja na redio, pia nanyi mmebarikiwa. Nataka nisome harafa 2-3 tu kwa sababu ya wakati, na kisha baadaye kumbuka kwamba tuna ibada nyingine kutoka lile kanisa la Lutheran Church pale Itirio, ibada itakayoongozwa na mchungaji Pastor Joel Mose Ogutu pamoja na fundi wa mitambo Anthony Marocha. Sina la ziada, nataka nisome jumbe zimefika hapa 2-3 tu nimalize, tuendelee na ibada ya pili. Bernard Mokaya anasema praise the Lord, na watazama kutoka Doha, Qatar. Mungu azidi kuwabariki na kuwatia nguvu the Nyamataro. Orina Binod, amen, praise the Lord, I'm watching from Khor, Qatar. Mungu azidi kuwabariki. Eric Orango, na wapata vizuri sana, Mungu azidi kuwabariki. Job Onjoke, great, may God be praised, watching live online via UN Crescent at Gilgil. Asante. Kalista Kenyanya, praise the Lord again. Many thanks to Nyamataro family and the worshipers for the prayers you did last Sunday, and really have seen the hand of God working upon me. Still need more prayers from you. Amen. Mungu azidi kukubariki. Huyu ni yule tuliyemwombea, alikuwa anasema kwamba anaota kwamba anakimbizwa na watu. Lawrence Ombati, amen, the peace of God be with us. Asante. Isaac, this is wonderful. May God take control to your lives. May only we need to believe in him. Amen. Hizo ni jumbe za YouTube kwa wale mnatutazama kutoka mataifa mbalimbali. Kupitia Facebook tu kidogo kwa haraka sana. Huyu anajulikana kama nani? Huyu kidogo tu. Joan Kemto, watching live from Kisii. May the Lord our mighty be glorified. Blessed Sunday. Asante. Sylvia Mom, God bless you and your entire family. Thank you. Watching you from New Zealand. Mark Boss, our church deacon, watching live. Be blessed. Asante. Kusema, na huyu anajita kusema na kutenda, watching live from Australia. Amen. God bless you. Philemon, mtoto wa malimu. Amen. Asante. Michael Mochama Mogendi, God bless you all. Asante. Lydia Kemunto, amen, powerful service. Maggie Mora, watching live, and be blessed to you all. Thank you so much. Mungu azidi kuwabariki. Nina dakika 11 za kumaliza na kuomba. Wow, kati wangu unakimbia kweli kweli. Mimi ni Brian kutoka Sameta, Pastor Ken pamoja na watumishi wengine, naomba mniweke kwa maombi. Niko mgonjwa, nasikia kifua vibaya, naomba mniweke kwa maombi. Asante sana. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Ni Ivan Mohamed kutoka Tabaka, nikiwa na my bright wife Anis Mora. Tuko pamoja, na jina la Mungu liinuliwe milele na milele. Nikubalie tu wasikilizaji pamoja na watazamaji wetu, kwa unyenyekevu na kwa heshima kubwa, nitamatishe awamu ya matangazo ya SMS kwa sababu ya wakati wetu ambao unazidi kutukimbisha sana. Niseme shukrani wale mnaopiga simu, tafadhali si wakati wa kupiga simu tafadhali. Waja Mungu awabariki sana. Pastor Kelvin, have a blessed Sunday. And Ruth, watching you live, na huyu hajasema jina lake anaitwa nani. Nita mtoto wa Nyamade Kero Jamila kaka Sungura ambaye alikuwa ameshikilia mitambo tangia mida ya saa 2 hadi wakati kama huu ambapo zimesalia dakika 10 tu zikaonge saa 4 majira Afrika Mashariki. Kwa niaba ya kikundi chote cha Sauti ya Rehema, mulio maeneo mbalimbali, mulio maeneo ya uko Lutheran Church, mnahakikisha kwamba tunapokea kipindi cha pili, na wale mulio studioni, Evans Makasijeni ambaye anashikilia mitambo hadi saa 10 jioni, Mwenyezi Mungu awabariki. Dennis Zadok ambaye amekuwa mitamboni kuanzia saa 11 hadi saa 2, Mungu azidi kuwabariki nyote kwa pamoja kwa kazi nzuri mnayozidi kufanya. Kumbuka kwamba tunaelekea pale Kisii Primary School, mashabiki wote wa Sayare FM pamoja na staff yote tuko pale na launch ya mwimbaji organizer Rija Nyakonde ambayo itakayoanza kwa masaa mafupi tu kuanzia sasa. Kwa hivyo iwapo ni shabiki wote wa Sauti ya Rehema popote unaponisikiliza, tafadhali tukutane pale katika shule ya msingi ya Kisii Primary
iliyoko karibu na iliyoko na mkabala na uwanja wa Gusii Stadium. Tutakuwa pale ili tumsindikize mwenzetu ambaye ni mwimbaji ili ajiendeleze katika taaluma ya uimbaji. Na iwapo wewe ni mwimbaji na ungependa kurekodi nyimbo, Omosai Live Studios tuko pale Hema Building second floor. Tutembelee pale na tutakusaidia kutoa wimbo wako pamoja na video. Kwa niaba ya mashabiki wote wa Kisii Hot TV, mtandao wa YouTube pamoja na wote, Mungu azidi kuwabariki. Sina la ziada, nang'atuka mitambo na sirejei tena. Nataka nimwalike mchungaji, sijui ni aombe mahitaji ambayo yamefika hapa ya magonjwa na mengine. Pastor Uchengo, tafadhali. Reverend Uchengo, karibu sana. Kisha baadaye tutaendelea. Mungu azidi kuwabariki. Kwa Jumapili njema. Tukutane Jumapili ijayo, lakini saa 10 tuna ibada kutoka Deliverance Church. Tukutane pale saa 10 jioni. Asante. Bwana asifiwe. Tusimame sote juu tukiweka imani yetu pamoja, tukiombea wale ambao wako na mahitaji mbalimbali, hata uponyaji. Shall we bow as we pray? Our Heavenly Father, you are our Jehovah Rapha, the Lord who heals our sicknesses. We thank you, Lord, that you have made us together once again. We thank you that you have made even others to realize and remember that you are the healer who is able to heal. They have sent their requests for prayer in faith that they will receive their healing. As a church, we have put together our faith, praying and remembering them, Lord, wherever they are, that you stretch forth your healing hand, touch them, O Lord. Release the virtues of healing, that God, they may receive healing, because healing is the children's bread. We thank you, Lord, because this is your promise, that whoever is feeling unwell, if he sends a request and the church elders will pray for them, your word has said they shall receive healing. We send your healing to them all, wherever they are, in every corner of this world. We pray that God, even those who have other needs other than desiring, asking for healing, we pray that God, you are able. May you meet the desires of their hearts, Lord, according to your riches in glory. Lord, we know when we come before you, there is nothing impossible with you. We call upon the name of the Lord Jesus, that, Lord, they may receive healing. We thank you and bless you, Lord, because you have done it. In Jesus' name we pray and believe. Everybody say amen. 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 What's person? Ni wakati wa kutoa sadaka.